Haleluya. Amen. Watu wengi wamekuwa wakiomba kwa Mungu pasipo kupokea majibu, na wengine wamekuwa wakijiuliza maswali mengi. Ni kwa nini wanaomba maombi ambayo hayajibiwi? Wengine wameanza hata kuwa na wasiwasi na Mungu ya kwamba yamkini wanaweza wakaomba wakapokea ama wakaomba wasipokee, kwa maana ya kwamba wanaweza wakaomba Mungu akajibu ama wakaomba Mungu asijibu. Lakini Biblia imeeleza dhahiri ya kwamba hatupokei kwa sababu hatujui kuomba vile ipasavyo. Kumbe kuna kuomba ipasavyo na kuna kuomba isivyopasa. Unaweza ukaomba vizuri ama ukaomba vibaya. Hivyo kuna kujibiwa ama kutokujibiwa, yategemeana na umeomba vipi. Prayer force. Mzee Moshi, Mungu akubariki sana. Pole sana. Asante baba. Unaendeleaje? Madaktari wameniambia kwamba sitaponda tena nina siku 23 tu za kuishi, kwani kansa imesambaa mwili mzima. Mzee Moshi, hayo ni majibu ya madaktari na vipimo vyao, lakini nataka nikupitishe haraka tuone Mungu anasema nini. Na nitaenda kusoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20 na kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia na kumwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwambia Bwana, akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sana jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utakwenda nyumbani kwa Bwana, tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15. Sasa kuna namna nataka leo usimame mwenyewe, kwa sababu Mzee Moshi umekuwa mwaminifu sana katika kazi ya Mungu. Mambo mengi yamefanikiwa kupitia mikono yako. Unayo sababu ya kwenda mbele za Bwana na kuyafanya yale aliyoyafanya Hezekia mbele za Mungu wake. Sikia, sio kila kitu cha kuomba. Kuna nyakati inabidi kwenda mbele za Bwana na kumkumbusha Mungu na kumwambia Mungu, kumbuka. Biblia inasema tawi linalozaa husafishwa ili lizidi kuzaa sana. Nataka sasa umkumbushe Bwana. Wewe unajua mambo mengi makubwa uliyofanya. Nataka umkumbushe Bwana.
Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Mungu, kumbuka namna ambavyo nilikutumikia, ukaniokoe na kuniondoa katika kitanda hiki. Magonjwa yote Mungu kaniponya katika jina la Yesu. Baada ya hapo madaktari wakapima mwili mzima, wakakuta hakuna tena vimelea vya kansa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yapo maombi ya kwenda mbele za Bwana na kumkumbusha Mungu, kama ambayo aliyafanya Hezekia pia. Akamwambia Mungu, kumbuka. Na haya ndiyo maombi ambayo Mzee Mushi hapa aliyafanya. Na tunaona kabisa ili uweze kufanya maombi ya namna hii, lazima kuwe kuna kitu ambacho ni cha kumkumbusha Mungu kwamba umeishi maisha ambayo yanayo sababu ya kumwambia Mungu kumbuka. Hivyo nyinyi ni mashahidi. Maisha ya Mzee Mushi yamekuwa ni maisha ya kujitoa kidhabihu. Hakuna jambo lililofia mikononi mwake. Katika kila jambo lilifanikiwa mikononi mwake. Na hiyo ndio sababu inayomfanya aweze kufanya maombi ya namna hii. Nataka nikuambie kitu kimoja, nikutie moyo. Hujachelewa. Bado nafasi ipo. Unaweza ukaanza kuyatengeneza mazingira mazuri ya kumtumikia Mungu ili yawe kumbukumbu, ili siku ya dhiki upate kumwomba Mungu akumbuke. Amen. Kijo, kwa nini hutaki kunielewa? Na kwa nini hutaki kunitoa auti? Kila siku kirudi unarudi usiku, ukiondoka asubuhi. Kwa hiyo kazi ni ya muhimu kuliko mimi mke wako, si ndio? Mama, yani umetoka kwenye hiki umehamia kwenye hiki tena. Tumalize jambo moja then tutaenda kwenye jambo jingine. Shida iko wapi? Mimi naona una mambo yako, si ndio? Haya, endelea na mambo yako na ufanye mambo yako. Sasa hivi sitakusemesha tena. Usinisemeshe kwa nini mke wangu wakati tunaishi nyumba moja? Hebu kwanza tupaki tuelewane. Maana naona mambo yanakuwa mengi afu tuko barabarani. Suzi, unajua mimi nachukia sana tabia yako na sifurahi kabisa. Tabia yako kupiga makelele kama unaongea na mtu ambaye ni kiziwi ama asielewa. Kwani huwezi kuongea kawaida na ukaeleweka? Ni mpaka upige makelele utadhani unaongea na mtu ambaye ni kiziwi ama mtu asielewa? Usinipangie niongeeje. Kwani wewe sio mimi? Na unavyozidi kuongea ndivyo unavyonipandisha hasira zaidi na zaidi. Wala ukae kimya na ufunge huo mdomo wako. Suzi, maisha yaende hivyo. Na hii inakuwa sio ndoa tena, bali ni gereza. Na sisi wanaume huwa hatupendi kabisa mtu anayeongea kwa kupiga makelele. Makelele tena makelele yasiokuwa na msingi kabisa. Unanizalau Kijo? Mimi huwa sipendi dharau. Tena usinizoee vibaya. Sipendi mimi upuzi. Tena sitaki upuzi wako. Sijui umenielewa? Sitaki unizoee vibaya. Nimesema.
Hello? Unataka nini kwa mume wangu? Hey. Wewe. Wewe. Hivi unajua nani yule unaongea naye kwenye hii simu? I don't care. You don't care? Seriously? Yaani unaongea upuuzi kwa bosi wangu, then you say you don't care. Unaniharibia kazi pasipo kujali, wakati unajua majukumu yote huko ndani yananiangalia mimi. Na unaelewa fika kwamba hii ndio kazi ambayo ninaitegemea kwa ajili yetu wote sisi hapa ndani. Na ni nani aliyekupa ruhusa kuja kushika simu yangu na kuanza kufyatuka maneno yasiyokuwa na msingi? Pasipo hata kujali unaongea na nani? Hebu niondokee hapa. Kwani nani asiyejua siku hizi wanaume maandika boss kumbe ni mawala zenu? Suzi, ulishawahi kusikia hata siku moja mimi nafanya ujinga huo kwenye ndoa yangu? Au hata kuhisi mimi nafanya huo ujinga? Sikiliza, mimi naipenda ndoa yangu na naiheshimu, japo sijawahi kuwa na furaha nayo toka miaka 3 tuliyooana. Achana na mimi tena. Nyie mnaojifanya waaminifu ndio fisi waenda pole, mnakamata mizoga kimya kimya. Maandiko yanathibitisha ya kwamba vitu vyote vinavyoonekana havikufanywa na vitu vinavyoonekana. Vitu vyote vinavyoonekana vilifanywa na vitu visivyoonekana, ambalo ni neno la Kristo. Na Biblia inaeleza kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana yake nini? Ndani yake tumepewa mamlaka ya kutamka vitu na vitu vikaumbika. Umenieleza mambo mengi, lakini nataka sasa uchukue hatua. Biblia inaeleza dhahiri ya kwamba kama Mungu alivyosema na iwe mimea, mimea ikawa, na liwe anga, anga likawa. Hiyo mamlaka ipo kwetu. Una uwezo wa kuanza kuitabiria ndoa yako na kuitengeneza na kuiumba vile unavyotaka kuiumba. Unaweza kumtabiria mke wako na kuitengeneza kwa maombi kupitia neno. Mke wako yule unayemtaka unataka awaje? Familia yako unataka iwaje? Watoto wako unataka wawaje? Tabiri, ongea. Sasa anza kutamka, na unapoanza kutamka kuna vitu vinaanza kutokea. Vitu vinaanza kutokea. Nataka sasa hivi uanze kutamka, uieleze ile ndoa yako mbele za Bwana. Tamka, iamuru ndoa yako iwe vile kama unavyotaka iwe. Tangaza katika ulimwengu wa roho, umba katika ulimwengu wa roho. Sikia, Ezekieli alipelekwa katika bonde. Alipofika akaonyeshwa mifupa. Tazama, mifupa ilikuwa mikavu sana. Halafu katika uvuvio ule Mungu akamuuliza Ezekieli, je, mifupa hii inaweza kuishi? Akasema, itabirie mifupa hii ilisikie neno la Bwana. Akaanza kuitabiria mifupa. Biblia inasema alipoitabiria ile mifupa ikaanza kuungana. Ilipoanza kuungana, nyama zikaja juu yake. Akaambiwa atabirie juu ya pumzi. Hatimaye likageuka likawa jeshi kubwa. Maana yake ni nini? Kama Ezekieli alivyoweza kuitabiria mifupa mikavu ikapata kulisikia neno la Kristo, nini mke wako? Mke wako ni kitu kidogo sana. Mke wako si zaidi ya ile mifupa iliyotabiriwa na ikawa jeshi. Unaweza ukamgeuza mke wako kwa neno la uumbaji. Maandiko yamesema, lolote utakalolifunga duniani na mbinguni litafungwa, na lolote utakalolifungulia duniani na mbinguni litafunguliwa. Sasa nataka uanze kufunga usivyovitaka na uvifungue unavyovitaka. Na maandiko yanasema, lolote mtakaloliomba kwa kutamka, mkiamini ya kwamba limetukia, nalo litakuwa la kwenu. Nataka sasa hivi uende ukaseme maono ya mke wako unataka aweje, yako kwako. Maono ya familia yako, watoto wako aweje, yako kwako. Nataka sasa twende ukaombe. Anza kutamka yale yote ulioniambia hapa yanayokutesa. Anza kuyatamkia, na mimi naendelea kusaidia.
katika jina la Yesu. Riabo kasantera baboria rianda la masaya rianda rakaba jende likezeti riando la majande la bagazanda riato la baboza yara rianda la mazaya riako riaketere bozaya ramakala mayanda. Ukafungue kila mifungo ilivyokuja kwenye ndoa yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninatabiri Bwana, roho ya usikivu kwa mke wangu, roho ya amani katika ndoa yangu. Ninatabiri amani katika ndoa yangu. Ninatabiri furaha irejee kwenye ndoa yangu. Ninakataa mateso kwa jina la Yesu. Mateso, vifungo vyote vilivyotufunga kwa muda mrefu hata tukakosa furaha katika ndoa yetu. Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Kwa jina la Yesu Kristo, ninatabiri leo uzima na afya vikaingie kwenye ndoa yangu. Uzima na afya vikaingie kwa mke wangu. Katika jina la Yesu Kristo Baba, asante kwa sababu ninalituma neno lako Bwana. Nisamehe Bwana, nimetembea kwenye uharibifu kwa muda mrefu. Kama ulivyosema, kama ulivyosema na Yeremia, akasema neno kwenye ile mifupa, nayo mifupa ikalisikia neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo, ninalituma neno katika ndoa yangu leo hii Bwana. Ukombozi ukaingie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu le hai. Kwa jina la Yesu, vitu vilivyomtesa mke wangu hata hakabadilika, hata tusione raha ya ndoa yetu, kwa jina la Yesu Kristo leo hii ninaviharibu kwa neno lako. Ninaviharibu kwa neno lako. Hakuna kitakachosalia. Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu le hai. Baba, asante kwa neema yako. Shalom washindi. Shalom. Ipo nguvu katika maombi. Tangu siku ile tumeomba na mchungaji kwa mara ya kwanza, nikaanza kuifurahia ndoa yangu. Tokea miaka 3 tuliyofunga ndoa, na ugomvi wetu ulianzia ile siku ya honeymoon, mpaka hivi tulivyoomba na mchungaji, ndio nikapata amani na furaha katika ndoa yangu. Nilijilaumu sana moyoni mwangu kiasi cha kufa na kuhisi kama nimekosea kuchagua mke, lakini kumbe ndoa yangu ilikuwa sahihi. Lakini katikati yetu lilikuwepo pando la adui, na leo niko mbele ya kanisa na mbele ya madhabahu kumwaibisha shetani. Sikuwahi kufikiri mume wangu ni mzuri kiasi hiki. Maombi yana nguvu sana. Hakika leo nimeona uzuri wa mume wangu. Shetani aliuficha uzuri wa mume wangu na thamani yake kwangu ikaondoka kabisa. Leo nimeiona nuru mpya katika ndoa yangu. Namfurahia mume wangu na kupenda mume wangu. Naomba usikumbuke uovu wangu. Nami nakupenda pia mke wangu, na naahidi mbele ya kanisa na mbele ya madhabahu nitakupenda zaidi kuliko mwanzo. Hallelujah. Amen. Basi baada ya kusikia hayo, nataka twende tukasikie neno. Chukua Biblia yako na daftari lako na peni. Utaandika kichwa cha somo la leo, maombi ya kufitinisha. Bado tuko kwenye mfululizo wetu wa somo la Prayer Force. Utaandika maombi ya kufitinisha. Na nataka uelewe kitu kimoja. Katika maombi ya kufitinisha, kila kitu katika ulimwengu wa roho kina masikio na kinasikia.
haijalishi kina uhai ama hakina uhai. Na tunaona katika Biblia Yesu alienda akaulaani mtini, aliuongelesha mtini, akaufitinisha mtini na kuzaa tena. Akaambia, ewe mtini, kuanzia leo hakutatoka tunda kwako. Biblia inasema na mtini ukanyauka mara. Lakini pia tunaona Yesu akiongelesha dhoruba, anainyamazisha dhoruba na dhoruba nayo inakaa kimya. Hii ni dhahiri kabisa, maandiko yanaonyesha kwamba maombi ya kufitinisha, tunapoangalia kwa habari ya vitu vyenye uhai na visivyo na uhai, vina masikio na vinasikia, na unaweza ukaviongelesha, ukavitamkia, ukavifitinisha, na ukatenga kila unachotaka kukiweka kikatokea. Na tunaona katika maandiko pia Mungu anaonyesha maombi ya kufitinisha. Tunaona jinsi ambavyo Mungu aliifitinisha ardhi isizae kwa Kaini. Kaini alifitinishwa na ile ardhi. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Hagai, tutaona kwa habari ya ujumbe wa nabii Hagai kwa kina Zerubabel na kwa kina Yoshua na wale mabaki, akawa anawaambia hali iliyokuwa ikiendelea. Ardhi ilizuiliwa isitoe umande, isizae, isiwazalie matunda. Maana yake ni nini? Ardhi ilizuiliwa, ilifitinishwa na wale watu waliokuwa mahali pale. Kwa hiyo hayo mambo yote yanaonyesha kwamba kumbe kuna nafasi ya kufitinisha jambo liwalo lolote linaloendelea kwenye maisha yako. Unaweza ukaifitinisha pombe, haina uhai, ina masikio, inasikia. Unaweza ukaifitinisha pombe na mume wako. Unaweza ukaifitinisha makahaba na mume wako, unawafitinisha katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukafitinisha uvutaji sigara wa mume wako, ukaufitinisha ule sigara na mume wako. Inawezekana. Maombi ya kufitinisha, prayer force, bado unayo nafasi ya kufitinisha magonjwa na mwili wako. Unayo nafasi ya kufitinisha dhoruba iwayo yote kwenye maisha yako. Unayo nafasi ya kufitinisha mateso. Ninasema mateso, ninaongelea mateso. Unayo nafasi ya kufitinisha mateso na maisha yako. Maisha yako, tamka neno. Kila kinachoendelea ndani ya maisha yako kitamkie, nacho kinaenda kusikia. Kama mtini ulivyonyauka, na magonjwa yanaenda kunyauka, na HIV inaenda kunyauka, na kansa inanyauka, na ukisukari kinanyauka, pressure inanyauka. Ongelesha mishipa ya damu iliyojaa mafuta ndani, yaongelesha yale mafuta, yaambie enyi mafuta, lisikie neno la Bwana. Ninawafitinisha na moyo wangu. Hakutakuwa na kiharusi, hakutakuwa na namna yoyote ya magonjwa kwa jina la Yesu. Prayer force, maombi ya kufitinisha. Haleluya, haleluya, amen. Hapa ndio kwa Jomba. Hapa ni full mara. Mara kama yote. Kwa cheers. Leo na furaha kweli kweli kuona. Safi kabisa. Hiki kijiwe hiki ni full pombe masaa 24. Kuanzia leo nakuja tunapiga vyombo mpaka asubuhi. Jomba, pesa ipo, hamna shida. Kinju. Seko. Jiachie. Leo unapiga vyombo, unajigaragaza. Kutaka bia, kutaka nini, vyote vipo. Jomba, umefanya jambo la maana sana kutukaribisha hapa kila siku rafiki zako. Na mimi kila siku nitakuwa nakuja hapa, tunalewa mpaka asubuhi. Si unajua nyumbani mimi hamna. Kwa kila siku lazima nije hapa kukesha. Jomba, hongera sana. Tunakula,
tunakunywa, kujigaragaza. Sikia, mjiachie. Yaani hapa unajiachia masaa 24. Pombe inakuja, mnapiga vyombo safi. Kinjo, tunywe mpaka tujigaragaze, tupo mpaka asubuhi. Hamna shida kabisa, uwe na amani.